Alizaliwa mwaka 1972 katika kijiji cha Nyamalimbe, Bukoli, mkoani Geita, na ilipofika mwaka 1986 alianza kujituma na kupambana, wakati huo akijishughulisha na shughuli za kilimo pamoja na biashara ya uuzaji wa pombe, ambapo alisafirisha kuitoa sehemu alipokuwa na kuipeleka katika machimbo ya Bulyanhulu. Na ilipofika mwaka 1994 alibadili makazi na kuhamia katika kijiji cha Buyoga wilayani Biharamulo, ambapo huko alijishughulisha na kilimo, ufugaji na shughuli mbalimbali ili kujipatia kipato, kujiendeleza na maisha yake ya kila siku. Tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka 1999 ndipo alipata wazo la kuanzisha kilimo cha upandaji wa miti. Lengo kubwa lilikuwa ni kutunza mazingira na kuhifadhi vyanzo vya maji. Lakini kutokana na changamoto ya uelewa mdogo wa watu wakati huo, pale alipokuwa akionekana akipanda miti, kwa upande wao ilionyesha kama uharibifu wa mashamba kwa ajili ya kilimo cha mazao ya chakula. Licha ya mambo yote hayo, lakini bado hakuvunjika moyo wala kukata tamaa. Aliendelea na upandaji miti, na hapo tayari akizidi kupiga hatua kubwa na kupamba moto zaidi. Ilipofika mwaka 2012, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia sekta ya misitu ilifanya ziara katika shamba lake na kusimika jiwe la msingi, ikiwa ni pamoja na kumhamasisha na kumpa heshima kama mhifadhi bora wa mazingira katika mkoa wa Kagera, wilaya ya Biharamulo. Na hapo ndipo alianza kuyaona matunda na faida ya uhifadhi wa mazingira na utunzaji wa misitu. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilionyesha nia na ushirikiano katika kumsapoti, na hapo ndipo alipata nguvu ya kuendelea na kuandaa mashamba makubwa zaidi kwa ajili ya upandaji wa miti ya kisasa pamoja na ya asili. Ilipofika mwaka 2021 tarehe 17 mwezi wa 9 ndipo aliandaa hatua ya kwanza katika hifadhi ya taifa ya Ngorongoro, ikiwa pamoja ni kupata elimu juu ya misitu na utunzaji wa mazingira, na akapata fursa ya kufika katika makumbusho ya vitu vya kale. Hakika aliona maajabu. Alifika katika bonde Olduvai, lakini pia alijionea maajabu ya mchanga unaohama. Aliziona nyayo za watu wa kale walizokanyaga na kubaki historia. Katika mchakato huo alipata nafasi ya kutembelea katika hifadhi ndogo ndogo, ikiwa ni Lubondo, Sanane pamoja na Buligi. Lengo na madhumuni haikuwa kufanya tour peke yake, lakini pia alifanya hivyo ikiwa ni pamoja na kuhamasisha zaidi katika kupata elimu ya misitu na mazingira. Na ilipofika mwaka 2023 alipata wazo la kwenda kufanya utalii katika hifadhi ya taifa Serengeti.
ambapo mchakato huo ulinichukua takriban miaka mitatu mpaka kuja kuhitimisha zoezi hilo, yaani kuanzia 2023 mpaka kufika tarehe 1 mwezi wa 7 2026. Na hapo ndipo mchakato wa safari ya kuelekea katika hifadhi ya taifa Serengeti ilipoanza. Tarehe 1 mwezi wa 7 mwaka 2026, asubuhi na mapema ndipo alianza safari. Amidst a land spanning over 12,000 square miles, the Serengeti unfolds. Alfajiri na mapema aliambatana na familia yake, wajukuu, ndugu, jamaa na marafiki, ambapo hao walikuwa kama watu ambao walimsindikiza katika safari hiyo. Lakini pia wao wakapata elimu juu ya misitu. Tulipita katika daraja la Magufuli mkoani Mwanza. Changamoto katika safari, vikwazo ni vitu ambavyo haviepukiki, lakini Mungu alikuwa pamoja nasi. Hakika katika safari hiyo tulijifundisha mambo mengi na kupata elimu zaidi katika kuilinda na kuitunza misitu. Lakini Mzee Jumanne aliendelea kutoa elimu na kuhamasisha juu ya kuzipenda na kuzilinda hifadhi za taifa letu. Ulikuwa nami msomaji Chuse katika makala ya Mazingira Royal Tour, nikishirikiana na Jumanne, mhifadhi mazingira, na wanamuita mfalme wa misitu. Asante. Karibu kwa makala inayofuata.
katika hifadhi kama unavyoona, tuko na mzee wetu mkali wa misitu. Tunampia kutembea mpaka siku 5.